Picha linaanza, kuna huyu bibi anaitwa Adeze. Anaonekana mazingira yake hayako poa kabisa. Hapo yenyewe amelala tu kwenye hii ndinga hapa. Haijulikani kwa nini amelala kwenye gari, kwa nini amekosa nyumba. Maswali yanazidi kuwa mengi, binti anashtuka. Anatafuta chakula lakini hamna hata chakula kwenye hii ndinga hapa. Anahangaika kinoma bibie. Anaonekana ana njaa ya muda mrefu. Hapa binti anajitambulisha yeye anaitwa Adeze na anatupa full story. Imekuwaje maisha yake mpaka amefikia kwenye hiyo stage hapo. Binti alikuwaga ni slay queen, yani ni dada dumu mmoja hivi matata sana hapo mjini. Leo akiwa anatoka nyumbani kwake anaelekea kwa boyfriend wake. Upande wa pili huku kuna huyu jamaa anaitwa Jide. Anajiandaa, ni muda wa kwenda ofisini sasa umefika. Anachukua ufunguo wa gari na hapa anajichenga. Sasa wakati amefika mlangoni tu anataka kuondoka na huyu bibie wa kumuita Adeze ndo anaingia hapa ndani. Jamaa anaambia, unajua huu muda ni wa kazini, natakiwa niwahi kazini. Binti anafungua nguo yake na anaambia, vipi, haujavutiwa na kitu ambacho unakiona? Mshikaji akaona, sio kesi, ngoja kwanza nikajipashe. Sasa binti baada ya kutoka kule, kuna huyu jamaa mwingine anaitwa Mike. Yaani ni siku hiyo hiyo moja, ametoka kwa mshikaji na amekuja kwa jamaa mwingine. Amefika mpaka huku, jamaa anaambia, nimekumisi kinoma, yaani leo moto utawaka mbona. Baada ya hapo, mshikaji naye alifanya mchakato wake. Mike anampamba sana Adeze. Basi tuachane na hiyo siku, leo ni siku nyingine tena. Jide alikuja mpaka nyumbani kwa Adeze na wakati wanapiga zao story hapa, akamwambia, nichukulie kinywaji kidogo. Nahisi koo kama lina kabakaba hivi." Binti akaenda kuchukua kinywaji. Mshikaji wakati uko sebleni anaangalia TV. Wakati huo upande wa nje kuna ndinga inaingia hapa na Mike amekuja kumsalimia bibie. Amefika mpaka hapa, anagonga mlango lakini ni kama hamna mtu anarespond. Sasa Jide baada ya kunywa kinywaji akasema ngoja niwahi washroom mara moja. Bibi anafika pale mlangoni akicheki, anamwona Mike huyo hapa. Anafanyaje ili kuondoa huu msala? Ilibidi achukue simu yake na kumpigia mshikaji. Jamaa anamwambia nimefika nyumbani kwako, hebu naomba uje unifungulie hapa. Bibi anamwambia sipo bwana, nimetoka kidogo, kuna sehemu nimeelekea, kuna mambo nafuatilia. Kwa hiyo nitakuja kwako baadaye, usijali babe. Mshikaji akaona sio kesi, kwa vile hakuwa na mambo mengi ya kuja kufanya hapa, alijichenga zake. Bibi alikuwa tu anamchora jamaa anavyoondoka. Jida naye anarudi, anashangaa huyu binti ni nini anashangaa muda wote hapa. Alimgusa bega na binti alishtuka kinoma. Anaambia, "Oh, baby." Anaambia, "Nini unashangaa huko nje?" Anaambia, "Hapana, ni kuna jirani yangu tu." Na vitu alifata na jamaa alimuelewa binti. Baada ya wiki mbili, bibi alipima ujauzito na akajigundua kama yeye ni mjamzito. Sasa kwa hizo wiki mbili anakumbuka kabisa alilala na mazela wote wawili. Akawa anajiuliza, ni nani atakuwa baba huyu mtoto? Akamkumbuka mshikaji na pia akawa anamkumbuka na Mike huku. Akawa tu anajiuliza, ni nani atakuwa ndo huyu baba wa mtoto? Kichwa kinapata moto kinoma. Idea iliyomjia bibie, akaona hawa sio kesi, nacheza na akili zao wote. Yaani kila mtu nampachikia huu ujauzito na hamna ambaye atakataa. Sasa alianza na mshikaji hapa wa kumuita Jide. Akamwambia, "Jide, na ujauzito wako." Mshikaji akamwambia, ujauzito? Vipi tena? Mbona ni ghafla tena?" Akamwambia, "Oh, na ujauzito serious, nimepima leo." Mshikaji alikuwa surprised sana kusikia kama binti ana ujauzito, lakini alifurahia kwa sababu anatamani na yeye aitwe baba. Jide alifurahi kinoma noma. Sasa alienda mpaka kwa mshikaji huko upande wa pili, anamwambia, "Babe, kuna kitu nataka nikuambie. I'm pregnant." Mshikaji akashangaa, una ujauzito? Uko serious? Na huo ujauzito ni wa kwangu?" Jamaa naye alikuwa surprised sana. Yaani unajua hawa mashikaji fulani hivi ambao wanatamani kuwa na familia, alafu kuna binti tu mmoja hivi amekaa kiwaki kinoma na kuja kuwasingizia hizi taarifa. Basi mshikaji naye alifurahi kinoma. Akamwambia, "Kwa hiyo unataka kuniambia hapa tumboni kuna mtoto sasa hivi?" Upande wa Jide yeye hakutaka kabisa kulaza damu. Yaani baada ya kusikia tu zile taarifa za ujauzito, jamaa akaona kwani maisha si ndo haya na mimi nimekuwa sasa hivi nahitaji kutengeneza familia. Aliamua tu kumchumbia binti na alimvesha hadi pete ya uchumba. Kumwambia binti, wiki ijayo nitakupeleka kwa wazazi wangu. Basi binti naye alifurahi. Leo Mike bwana alikuja mpaka hapo kwa bibie, akamwambia, "Sikia, kwa sababu una ujauzito tayari, naomba nikupeleke kwa wazazi wangu wakakuone, basi wakujue, kwa sababu ni familia tayari naenda kuunganika hapa." Binti akaanza kuleta visababu, kwa sababu hiyo siku unaenda kwenye interview na ni muhimu sana. Mshikaji akamwambia, sasa tunafanyaje? Kwa sababu mi nishapanga ratiba zangu zote na nishaambia wazee kama wewe unaenda. Basi binti alimlegeza tu mshikaji na jamaa alilainika kabisa. Sasa
turudi nyumbani sasa. Huku ndo nyumbani kwa mama yake Jide. Mama anamwambia, "Hemu sikia, hemu mpigie huyo kaka yako kwanza, tujue kama ameshafika ama ni vipi." Binti alimpigia kaka yake, akamwambia vipi? Na kaka yake alimwambia niko njiani na karibia kufika hapo. Basi turudi upande wa pili huku. Huku tunamwona Adeze yuko pamoja na shoga yake. Shoga yake anaitwa Sandra. Alikuwa tu anamuuliza, "Hii ni outfit ambayo unavaa ukweni leo?" Sandra anamwambia, "Umewaka kinoma." Yaani natumai kabisa wataenda kukuelewa. Binti akamwambia, "Lakini napata wasiwasi, vipi wakinikataa?" Akamwambia, "Ondoa hiyo hofu kwa sababu hamna mtu yote ambaye anaenda kukukataa huko." Basi hapa familia hivi ilikuwa imekaa chini inamsubiria Jide pamoja na mpenzi wake, na Jide muda huu ndo alikuwa anawasili hapa nyumbani. Basi anawakumbatia mama na baba kwa heshima na taazima. Basi ilibidi ashuke chini, si unajua tena kujionyesha kama ile. Wazee nao walifurahi kinoma kuona wamepata mkwe fulani hivi ambaye amenyooka, mzuri na ana tabia njema. Kiwa hapa mlango unagongwa bana. Bibi alikimbia moja kwa moja kwenda kufungua mlango na anayeingia hapa ni Mike. Sasa hapa ndo tunakuja kugundua kama Mike pamoja na Jide ni watoto wa familia moja, yaani ni mtu na kaka yake. Binti baada ya kuliona hilo alificha kwanza uso wake kwa aibu. Walimkaribisha akaambia, "Huyu anaitwa Adeze, ni mpenzi wa kaka yako." Jamaa alianza kucheka kwanza, akaambia, "Jamani, hebu acheni hizo. Mbona sioni maputo, sioni champagne?" Kwa sababu jamaa aliona kama hii ni surprise tu, hakuamini kabisa. Anaambia, kwa hiyo huyu ni mpenzi wangu. Kwa nini mnitambulishe mpenzi wangu kama ni mpenzi wa kaka yangu?" Jamaa naye alipigwa na butwaa kuona haya mambo yanakuaje tena. Binti alishindwa kabisa kuhandle hii situation hapa ndani na alikimbia, lakini Jide hakumwacha kabisa. Alimkamata binti ili aweze kutoa maelezo ambayo amenyooka. Jide anamwambia binti, "Hem, sema ukweli. Dogo tu ndugu watoane meno hapa." Dada yao ikabidi aingilie kati. Akamwambia, "Msikia, haina haja kuzozana nyewe wawili. Huyu binti ataeleza na ataongea kila kitu." Bibi alimsogelea mpaka huyu Adeze. Akamwambia, "We mwanamke, ni vipi? Hemu eleza, imekuwaje?" Adeze akajibu tu, "Kama nilikuwa na date nao wote wawili na sikujua kabisa kama watu ni ndugu." Walibaki na mshangao. Jide akaondoka moja kwa moja kwa sababu aliona kabisa nikibaki hapa nitakuja kuua mtu. Jide ana hasira kali kichizi. Alibaki Mike, lakini Mike naye alikosa kabisa jicho la kumwangalia binti kwa sababu kitendo alichokifanya ni kitendo kimoja cha kustaajabisha kinoma. Binti alivyoona kabisa hapa hamna msaada, naye ilibidi aondoke. Sasa siku zilizofuata upande wa Mike ni mwendo tu wa kujishindilia hizo bia. Wakati binti naye huku kwenye nyumba yake leo anafika, anakutana na kufuri moja kubwa sana. Sasa hapa ndo uzurulaji wa binti ulikoanzia, kwa sababu hiyo nyumba pamoja na vitu vyake vingi, Jide ndo ambaye alikuwa analipia kila kitu. Sasa binti alikuwa tu kwenye hiyo mudi ya kutangatanga hapo, ajue aelekee wapi. Kila simu anayopiga simu hazipokelewi. Alikuja moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Jide. Kila akimrukia hewani, Jide apokee simu zake. Kila akimpigia wapi. Binti alichanganyikiwa kinoma, lakini alichobakiwa nacho peke yake ni hili gari tu hapa. Kwa hiyo ilibidi azunguruke na hilo gari hapo mjini, atafute cha kufanya, atafute makazi. Ndo hapa sasa tunaoneshwa muda ule yupo kwenye gari, picha kabisa lilivyokuwa linaanza. Alikuwa tu anasema, "Maisha yangu yameharibika na sasa hivi sina kabisa sehemu ya kwenda. Nifanye nini?" Basi binti wakati anawaza hayo mambo, aliona hapa sehemu pekee ya kukimbilia ni ukweni tu, sina sehemu nyingine ya kwenda. Alivyofika, mama alimuuliza tu, "Umekuja kutafuta nini wewe kwenye nyumba yangu?" Bibi alimjibu akaambia, "Mama, kama unavyoniona, sina makazi, sina chakula, nimekuwa nikilala nje tu toka ile siku nimefukuzwa hapa. Naomba unisaidie." Basi mama ni mama tu, kwa vile anaona kabisa huyu binti ni mjamzito na ujauzito ni watoto wake, aliamua tu kumuita ndani na ampe hifadhi kwa hizi siku mbili hapa. Kilichofuata, Jide na Mike waliitwa hapa na maelezo tu ambayo wanapewa, ule ujauzito wa binti ni wa wote wawili, ni mapacha ambao mapacha hao ni wote wanahusika. Sasa ni kitaalamu zaidi imeelezewa, lakini hao wote ni baba wao watoto huko tumboni, kwa sababu hilo tendo limefanyika ndani ya siku moja, lakini masaa tofauti. Kwa hiyo waliambiwa, "Hatuwezi kukaa na mzigo wenu, tunaomba muuchukue na muende nao huko." Walimchukua yule binti na walienda kukaa naye nyumbani kwake, na dada yao alikuja kwa ajili ya kumsaidia mjamzito, kwa sababu si unajua tena muda ukifika bibi hawezi kufanya kazi zote mwenyewe. Basi wakitaka kuzozana na wifi yake, mshikaji alitokea hapa na alimkaribisha dada yake, akamwambia, "Karibu bwana, karibu jumuike na sisi." Basi wifi anaambia, "Yani mimi na wewe sahani moja." Wakati huo binti anataka kujaribu kutumia udhaifu wa mmoja
wao mashikaji hapa. Anakuja kwa Mike, anaambia Mike, unajua kabisa nimekumisi, mi najua wewe unanipenda. Wakati huo wifi anatokea, anasema ni nini kinataka kuendelea hapo Binti anaona huyu shetani ametokea wapi tena? Miezi kadhaa baadaye, leo bwana, tukiwa kwenye nyumba ile ile ya Jide, tunamwona binti leo amerelax hapa na tumbo limesheheni. Unaambiwa kuja wifi yake, anawambia yaani umekaa tu hapo haujui tunakula nini? Wewe ni mwendo wa kushindia tu hizi snacks, uko serious kweli? Anaambia hivi, nikila hivi mimi kuna shida gani? Kama una njaa, hemu ingia jikoni ukapike, kwa sababu mi siwezi kukupikia mtu mzima hivyo. Sasa wakati wanasukumana hapa kidogo, ni kama wifi alimshika sehemu mbaya hapa bibia. Anaendelea kufoka, anawambia yeye ni mwanamke mvivu. Sijawahi kupata kuona mwanamke kama wewe. Wakati baada ya ule mparangano pale, Adeze ni kama uchungu ulimpanda hivi. Basi alikuja Mike kuja kuangalia huyu binti anaendeleaje, na walimchukua moja kwa moja wakampeleka mpaka hospitali. Leo ilikuwa ni siku ya kujifungua kwa huyu binti, ni uchungu ulikuwa ushafika, na leo ni mwendo wa kupushi tu, na bibia alijifungua watoto wawili mapacha kama jinsi ambavyo ultrasound ilivyotoa majibu yake. Basi bibia alijifungua kwa tabu sana, lakini mwisho wa siku alikamilisha bwana. Leo akiwa nyumbani hapa, ni maisha yanaendelea kama kawaida. Amefika namkuta Jide yuko sebleni, anaambia Jide iko chumbani hapa mara moja. Mshikaji anamwambia freshi, haina noma. Bibi anafika mpaka hapa chumbani, aliwaweka watoto wake hapo kitandani. Anafika anakuta kitanda cheupe kama jinsi ambavyo kimetengenezwa. Anashangaa watoto wake wako wapi, na aliwaacha hapo kitandani, yani dakika hizi tu, kitendo cha kuingia toilet watoto hawaonekani. Sasa huku sitting room tunamwona Jide yuko bize kinoma na mambo yake, hana habari hata nini na vitu vinavyoendelea. Bibi anafika mpaka hapa, anaambia Jide, liacha watoto pale kitandani, ni nani amewachukua? Wakati huo anatokea mama mkwe huko, anaambia mimi ndo nimewachukua. Adeze anauliza, umewachukua umewapeleka wapi mama? Anaambia umesahau kazi yako kama ishaisha. Wewe ulibeba wajukuu tu humu ndani na hamna mkataba ambao unaendelea. Binti anamwambia mbona maelezo hakuwa hivyo? Ilikuwa mimi niolewe na mmoja wa watoto wako. Anamwambia huo upuuzi huo ungekubaliana nao, naomba uingie ndani, chukua kila kinachokuhusu na uondoke kwenye hii nyumba. Usikae ukirudi hapa hata siku moja, kwa sababu hawa watoto sio mali yako tena. We kazi yako ni kuwabeba na umeshamaliza kuwabeba. Basi binti anachanganyikiwa, ni kama mzazi tena. Lakini leo maskini ya Mungu, hamna mtu hata mmoja ambaye anamtetea hapa ndani. Kila mtu anashadadia tu, na upande wa masela ni kama wasikii kinachoendelea. Basi dada alimbeba moja kwa moja na alimtupa mpaka nje, na wakabeba hadi begi lake. Bia anatupiwa ili aweze kuondoka hapa na asikae arudi tena maisha yake yote. Sasa huu ndo mwisho wa picha yetu bwana, lakini ni kama wakututendea haki kidogo, kwa sababu tunajua kuna haki ya mzazi kwa mwanaye. Sasa kama kutakuwa na mwendelezo utaikuta hapa hapa. Hii ni Smart Recap TZ. Usisahau kusubscribe, like, share and comment kwenye channel yetu, utakuwa umetisha kinoma noma. So mimi sina la ziada, tukutane tena wakati mwingine, au sio?